huko kwa mtandaoni wanasema ati ribobo na ribashanda. Hizo ndo tanks wachungaji wanatumia yani kuchanganya washirika. Juu pia wanaongezea hakuna Mungu kanisani. So kwa swali ya kwanza ninataka kuuliza ni nani anakuanga kanisa? Nani anakuanga? Nani tunafaa kupata kanisa? Na Mungu anakuanga wapi? Okay. Asante sana kwa hiyo swali. Na ni swali mzuri sana, na swali muhimu sana. Kwanza unauliza Mungu anakuanga wapi? Mungu hakai kanisani. Mungu anakaa ndani ya moyo wako. Mungu anakaa ndani ya moyo wangu. Anakaa ndani ya mtu mwingine ambaye amemkaribisha. Why are we in here? We are inside the JCM Church. Aliingia kwa sababu nilimkaribisha. Mungu hakai kwa majengo. Mungu anakaa ndani ya mioyo yetu. Na nitasoma andiko, tuanzie na hiyo andiko. Ufunuo 2 na mlango wa 20, aya 20. No, sio hiyo. Okay, let me get the verse. Let me get the verse. In Revelation chapter 3 verse 20, I want us to read, tusikie vizuri. Ini ni Yesu, maneno ya Yesu. Na Yesu, niambie our viewers, Yesu alikuwa 100% God and was 100% man. So here he is speaking as God. And nasema hivi in verse 20. Nasema, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. If any man open the door, I will enter into him. Hii mlango niuliza mlango gani huu? Unaona ni mlango gani huu tunafungua? Ya roho. Ni mioyo yetu. Anasema, I stand at the door and I knock. This door ni mlango wa moyo wangu. Niseme hivi, Mungu hawezi kujilazimisha kuingia kwangu. We always knock. Ni kama vile nikikuja kwako, kama niko mtu wa heshima, siwezi kuja na kuingia kwako bila knock, bila kubisha. Na ukibisha nikose kufungua utaingia. Na nikibisha ukose kufungua siwezi ingia. Hata ainiruhusu niingie. Anasema, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice, lazima usikie kwanza. And open the door. Hapo ndio mambo maiko. And open the door for me, I will come into him. Nitaingia ndani yake. Na tutakula na yeye ale pamoja nami. Hiyo ni kusema hivi, God is not living in buildings. This building of JCM is not the church. It is the building that holds JCM Church. JCM Church inakutana kwa hii building. Bwana asifiwe sana. Mungu anakaa ndani yetu, maana tulishamfungulia milango ya mioyo yetu. Kwa hivyo
Huyu anasema Mungu hayuko kanisani. Sijui nitamhukumu ama sitamhukumu, maana inategemea na level ya mtu ya kujua Mungu. Level ya mtu ya kujua Mungu. Maana ukienda kutafuta Mungu kwa majengo, maana nafikiri huyu alikuwa anamaanisha kanisa ni jengo. Yeah. Ukienda kutafuta Mungu kwa jengo, maybe utamkosa. Na niseme hivi, kama wakati wa Elia. Kuna wakati Elia alipitia mangumu sana, ile tulisema mangumu inapitiwa na kila moja, na akataka kukufa. Akaambia Mungu, sasa niko tayari kukufa, niue. Akaulizwa kwa nini? Kwa sababu Jezebel ameua manabii wako wote, ni mimi pekee nimebaki. Hapo nataka tuongelelee hapo. Akasema manabii wote wameuawa wa Mungu, ni mimi pekee nimebaki. Hapo kuna kitu Elia hakuwa anajua. Mungu alimwambia hapana, kuna wengine 7,000 manabii wangu wamebaki ambaye hawajajichafua. Niseme hivi, maybe mtu huyu aliingia kwa kanisa na akakuta kanisa ambaye watu hana Mungu. Hatuwezi kumjaji. Maybe aliingia kanisa kama hiyo. Elia alisema manabii wote wameuawa. Lakini Mungu akamkosoa akamwambia nimejibakishia wengine 7,000. Kulingana na Elijah, kama angetoka hapo aende kuhubiri, angehubiri nini? Manabii wote wameuawa. Na watu wote wangeamini hivyo. Naye huyu alienda akakuta kanisa bila Mungu. Maybe watu walikuta watu hawana Mungu vile maybe anafikiria, ama kaomba na maombi yake haikujibiwa wakati ule, akasema hakuna Mungu. Sasa aka build doctrine on that. Niseme hivi, kitabu cha Matendo ya Mitume 17. Kuna wakati Paulo alitembea mji unaitwa Athene. Yeah. Na alipoenda akitembea hivi akakuta madhabahu. Hata ya JCM ni madhabahu. Hii ni madhabahu ambaye imejengwa kwa sababu ya Mungu wa mbingu na nchi. Paulo akakuta madhabahu, na hiyo madhabahu ilikuwa imeandikwa, hii madhabahu imetengewa Mungu ambaye hajulikani. Imagine you are worshiping a God you do not know. Naye Paulo akamwambia, sasa huyo Mungu amujui, huyo mnamwabudu bila kumjua, ndio nimekuja nawaambia habari zake. Sasa niwajulishe kumhusu. Sasa niwajulishe kumhusu. Niwajulishe kumhusu huyo Mungu mnamwabudu bila kumjua. Kumbuka pale mwanzo tulisema nini? Ili muamini Mungu lazima kwanza uwe umemjua. Akamwambia huyo Mungu mtu mnaabudu. Hata tusome hiyo andiko. Tusome andiko. Acts 17. Ni vizuri kusema na nasema maandiko na confirm. Acts 17. Mtugi anaweza kusema bishop anasema tu maneno. Ni maneno tu anasema. Hawezi confirm. Anasema hivi, Acts 17 verse 23 anasema hivi, for as I passed by, uni Paul, and beheld your devotion and found an altar with this inscription. Alikuwa anatembea lakini akaona watu wamejitolea sana. Watu walikuwa, these people were devoted to worship God. Na maana anasema as I passed by and beheld your devotion, walikuwa ni watu devoted. I found an altar with this inscription, to the unknown God. Ilikuwa imeandikwa hivyo. To the this altar is elected to the unknown God. Akasema, whom therefore you ignorantly worship, him I declare unto you. Huyo mnaabudu bila kumjua, nimekuja leo niwaelezee juu yake. Huyu mtu, mimi nasema kuna Mungu,
sitaki kumjaji, maana level yake imefika hapo. Maybe ni kukosa kujua Mungu. Ndio nasema Mungu hayuko kanisani, maana maybe anafikiria Mungu anakaa kanisa kwa majengo za kanisa. Na leo tumeona Mungu akai kwa kanisa. Ni kweli kuna watu wanasema wameokoka, lakini matendo yao ni kinyume na wokovu. Hiyo ni kweli. Wako watu aina hiyo. Kuna wachungaji ambaye matendo yao haidhihirishi ule Mungu wanahubiri. Hiyo pia ni kweli. Lakini you cannot create a doctrine out of one person. Kwamba niende anaweza niambia ameokoka, lakini nilipotembea kwake niliona hata ana Mungu, useme hata hakuna Ukristo na Wakristo wana Mungu wa kweli. You cannot generalize a doctrine out of one person. Maybe kanisa moja alienda. Maybe huyu mtu anjai ingia kanisa ambaye Mungu wa kweli anaabudiwa. Maybe anapatananga tu na kwenye anapatanaga watu wenye wana Mungu. Na tuseme hivi, watu wa Mungu, na hata tuongee ukweli. Hii ni mchungaji na sitaki kupiga wachungaji wenzangu. Hapa tuko na hii inaitwa Shakahora. Ule mchungaji alikuwa anaongoza. Maybe mtu aliingia kanisa kama hiyo, atatoka huko akisema nini? Na kweli Mungu wa Kristo ni Mungu mbaya. Ni Mungu mbaya. Huyu Mungu anatuua, anatuambia tufunge mpaka tukufe. Na yeye huyo anatuambia hivyo, yeye afungi. Obvious, mtu akitoka kanisa kama hiyo ataenda kuhubiri kinyume. Lakini tangaza hivi kwa ulimwengu. Kuna wachungaji wamesimama, kuna wachungaji wanahubiri Mungu wa kweli, kuna wachungaji wamesimamia Mungu wao. Hata kama kuna wengine wamejichafua, kama vile wakati wa Elia aliambiwa na Mungu, kuna wengine 7,000. Niseme hivi, kuna wachungaji wamejichafua na tuwahukumu, Mungu ndiye anahukumu watu. Lakini kuna wachungaji wamesimama, kuna makanisa dini zimechafua injili, na kuna dini zimesimamia injili. Wanahubiri Mungu wa kweli. Mungu wa kweli anadhihirika huko, anaonekana, na Mungu huyo anajibu maombi ya watu wao. Niseme hivi, mtu huyu nimeona pia ako na watu wanamfuata sana. Wameamini hakuna Mungu kanisa. Na wakasema kanisa ni biashara ya mchungaji na mke wake. Ni sawa tu. We cannot judge his observation. Hiyo ni observation yake. Na tuwezi kumhukumu, maana maandiko yamesema tusihukumu wale wengine. Maybe huyu mtu, ile ushauri ningempatia, aende kwa Mungu yeye personally. Na ajisomee hii neno la Mungu personally. Mungu ujifunua kwa watu wake. Kuna kitu Paulo aliombea wa Efeso, na kabla nisome hiyo wa Efeso, ninataka nisome Mathayo 22. Mwambie kwa nini watu wanapata mtu kama huyu, nini kinaweza kuwa kinamkula? Ni kukosa kujua. Kile kinaweza kuwa kinamsumbua ni kukosa kujua. Yesu siku moja, nianze hii, alikutwa na watu wakamuuliza, Masadukayo. Wakati wa Yesu kulikuwa na vikundi vitatu. Ya kwanza ilikuwa Mafarisayo, ya pili Masadukayo, na ya tatu inaitwa waandishi. Au vikundi tatu ndio walimpiga Yesu. Na niwaambie watu wa Mungu, hawa ni watu walikuwa wa dini. Hawa ndio waliaminika. Watu wakiwa na shida walikuwa naenda kwao, maana ndio waliaminika, ndio wanajua Mungu sana. Lakini niwaambie, hao ndio watu walisulubisha Yesu. Mafarisayo, Masadukayo na waandishi. Anaitwa the Pharisees, the Sadducees and the Scribes. Sasa the Sadducees walikuja kwa Yesu wakamwambia, ili kabla niseme hili kwambie, the Sadducees hawakuamini ya kwamba kuna ufufuo wa wafu. Kwa hivyo wakakuja kumjaribu Yesu concerning resurrection of the dead.
maana hawakuamini. Waliamini mtu akikufa alikufa na hatafufuka tena. Na niseme hata Ukristo, kuna Wakristo wanaamini hiyo, ndio Wakristo in quote, wanaamini mtu akikufa ameisha, hakuna kufufuka. Lakini Ukristo wa kweli tunaamini baada ya kifo hii ya mwili tutafufuka tena na miili ingine na tuishi na Mungu milele. Hao watu wakakuja kauliza Yesu, wakamwambia kulikuwa na ndugu saba. Hawa ndugu saba, wa kwanza akaoa mwanamwali, wakakaa naye kipindi cha miaka fulani na hawakufanikiwa kupata mtoto. Na desturi ya Israeli ilikuwa kama wa kwanza amekufa na ameacha mke bila mtoto, ule anamfuata anarithi mke. Kwa hivyo wa pili akachukua hiyo mke, wakakaa naye kwa kipindi fulani, pia hawakupata mtoto na yeye. Akaolewa na huyo, akakufa, akaolewa na watatu wakakufa mpaka wasamba, na wote hakuna yule alifanikiwa. Wote walikufa, na pia baadaye huyu mke pia alikufa. Wakamuuliza hivi, Yesu, maana nasema kuna ufufuo wa wafu, katika ufufuo huyu mke atakuwa mke wa nani? Huyu mke maana ameolewa na hao wote saba. Katika ufufuo, in the other life, atakuwa mke wa nani? Mahali tunasoma ni mahali Yesu sasa aliwajibu. Aliwaambia hivi, Jesus answered and said unto them, you err, not knowing the scripture nor the power of God. Akasema nini? Nyinyi mnakosea kwa sababu ya kutujua maandiko na nguvu za Mungu. Huyu ndugu wetu ameimba wimbo huyu, mimi inaambia watu wa Mungu, mimi anakosea kwa sababu kutojua maandiko na kutojua nguvu za Mungu. Bwana asifiwe sana. Leo maandiko yametuambia Mungu akai kwa jengo. Mungu anakaa ndani ya mioyo ya watu. Mungu akai Amerika, Mungu akai Kenya, Mungu akai Singapore, anakaa ndani ya mioyo ya watu. Akipata mtu mmoja huko India wanaabudu ng'ombe, akipata mtu mmoja amkaribishe, atakaa ndani ya huyo mtu. Hata kama kwa miongoni watu wanaabudu ng'ombe, atakuwa ndani ya huyo mtu. Na kwa hivyo tusitafute Mungu kwa majengo, tutafute Mungu kwa maandiko hii. Na tutampata na tutafurahia. Kuokoka ni nini? Kuokoka ni nini? Wokovu inamaanisha hivi, mwanadamu wa kwanza ambaye ni Adamu alipoumbwa na Mungu, huyo kuzaliwa, huyo aliumbwa na Mungu. Mungu alimweka katika shamba la Edeni, shamba ambayo ilikuwa na kila kitu, na akaamua kazi yake ni kupalilia hii shamba. Ilikuwa na kila kitu, hata hakupanda, ilikuwa ndio imepandwa na Mungu. Kwa hivyo Mungu alitaka mwanadamu aekae maisha ya starehe kuanzia mwanzo. Hakuwa anasumbuka, ni kupalilia hii shamba, akikula matunda yake hiyo tu. Lakini akapewa sheria. Again, tukifungua hii show, nilikwambia kwa Mungu kuna sheria na kuna mipaka. Alipowekwa kwa hiyo shamba, akapewa sheria na akawekewa mipaka. Akaambiwa hii miti yote ya matunda iko huku, unaweza kula matunda yake. Lakini huyu mtu mmoja uko katikati ya shamba, hiyo usikule. Maana wakati utakula, hakika utakufa. Bwana asifiwe sana. Maandiko yanatuambia nyoka, shetani kwa mfano wa nyoka, alikuja na katokea Hawa na akamuuliza, eti Mungu alisema msikule hii matunda yote? Na nataka uone confusion. Hawakuambiwa matunda yote, ni yule mtu wa katika. Lakini shetani anataka debate, anataka kuanza debate na Hawa. Kwa hivyo kwanza anamleta confusion. Eti Mungu alisema msikule hii matunda ya miti yote hii.
na hawa bila kujua akaingia kwa conversation na shetani. Shetani hatujaambiwa tu converse na yeye, tumeambiwa tumpinge na atatoroka. Huyu aliingia kwa maongeo, hapana tukuambiwa tusikule yote. Sasa unajua umefungua mlango, mlewaje? Ni hii tu mtu katika tuliambiwa tusikule matunda yake hata tusiuguze. Mungu hakusema wasiuguze. Hapo akaongeze. Na maandiko hizo lazima usipungue zile maandiko na usiongeze. Akaongeza. Tuliambiwa tusikule na tusiguze. Maana tukikula tutakufa. Shetani akaingia hapo akamwambia sio lazima ufe. Nini ana create doubt. Sio lazima. Mungu alisema hakika utakufa utakapokula. Lakini shetani amesema sio lazima. Akwambia utakufa. Anakwambia sio lazima. Wewe anakuambia unaweza kosa kufa. Anaweka doubt. Na kwa hivyo hawa maandiko yanasema hivi, aliona hii tunda ilikuwa nzuri kwa macho, ilikuwa inapendeza macho, ilikuwa nzuri kwa chakula, na ilikuwa inafanya mtu awe kama Mungu. Tunaelezea wokovu. Niseme hivi, duniani hii yote kuna dhambi aina 3 peke yake. Hii dhambi ndio Adamu alijaribiwa nazo akaanguka. Hii dhambi ndio Yesu alijaribiwa nazo na hakuanguka. Hizi dhambi ndio wewe na mimi tunajaribiwa nazo na Mungu anataka tusianguke. Dhambi hizi ni gani? Tamaa ya macho. Anasema aliona ni nzuri kwa macho. Ya pili, tamaa ya mwili. Aliona ni nzuri kwa chakula. Na ya tatu ni kiburi cha maisha. Aliona inaweza kufungua mtu akae kama Mungu. Mwanadamu always anataka kuwa mkubwa. Na alipoambiwa hivyo, hawa akachuna ile tunda, akakula na akapatia mume wake. Maandiko yanasema macho yao ikafunguka, wakajiona wako uchi. Na Mungu alipokuja kuwaangalia, akauliza wako wapi? Adamu akasema wamejificha. Akauliza kwani umekula ile tunda? Nikwambia usikule. Akasema sio mimi, ni ule mke ulinipatia. Hakuna mtu aliadmit. Naye mke akauliza hawa, ati mlifanya nini? Ni ule nyoka nidanganya mimi. Hakuna mtu aliadmit makosa. Na kwa maandiko yanasema wakafukuzwa kwenye hiyo shamba. Hiyo ndio tunaita kuanguka kwa mwanadamu. Sasa wokovu ni kurejeshwa kwa mwanadamu kwa hiyo shamba. Wokovu ni kurejeshwa kwa hiyo shamba. Maana alipotenda dhambi alifukuzwa. Kulikuwa na amani, kulikuwa na provision ya kila kitu. Hakuwa anasumbuka kupanda miche, alikuta imepandwa ni kukula tu. Sasa alipofukuzwa nje, akaambiwa sasa utakuwa unashughulikia chakula chako. Utakuwa unasipata kwa jasho. Na wewe mama utakuwa unazaa watoto kwa uchungu. Ni kama laana imeachiliwa. Huku alikuwa amebarikiwa. Kwa hivyo wokovu ni kurejeshwa kwa baraka ile ya mwanzo. Maana baada ya kutenda dhambi walifurushwa nje. Sasa wokovu ni kurejeshwa. Naye wokovu ni nini? Ni kujua wewe kweli ni mwenye dhambi. Maana maandiko yanasema Warumi 3:23 yanasema wote wametenda dhambi na wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa nini tunaitwa wenye dhambi? Sio kwa sababu tumefanya dhambi. Ni kwa sababu tumezaliwa na mwanadamu ambaye mwenye dhambi. Hata mtoto mdogo amezaliwa leo anaitwa mwenye dhambi. Na sasa hii dhambi itaondolewa namna gani? Mpaka afikie wakati wa kusikia Injili, aiamini na aikubali. Akisha ikubali, alafu akiri na kinywa chake. Warumi 10 na mstari wa 9. Nitataka nisome hiyo kujibu hiyo swali.
Warumi 10 mstari wa 6. Wokovu ni nini? Ndio tunajibu. Wokovu ni nini? Warumi 10 tusome mlango wa 9 na wa 10. Inasema hivi: If you shall confess with your mouth the Lord Jesus and shall believe in your heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. Ukiamini, ukikiri na kinywa chako Yesu Kristo ni Bwana na uamini moyoni mwako, tunarudi tena kwa imani. Uamini moyoni mwako ya kwamba Mungu alifufua huyu Yesu kutoka kwa wafu, utaokoka. Kwa hivyo wokovu ni hatua ngapi? Kuna kuamini na moyo na kwa kukiri na kinywa. Verse 10 nasema hivi: For with the heart man believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Kwa maana kwa moyo mtu waamini anafanyika mwenye haki, na akikiri anaokolewa. Kwa hivyo wokovu ni nini? Ni mtu aamini ni mwenye dhambi na akubali kuna mtu anaitwa mwokozi. Yesu ni mwokozi. Jina Yesu inamaanisha mwokozi. Alikuja kutafuta na kuokoa kile kilikuwa kimepotea. Sasa mwanadamu yote ambaye atakaye muamini ataokolewa. Asipomwamini atahukumiwa. Na hii ni choice yako. Either umwamini ukae katika hukumu, ukae uondolewe hukumu, ama ukose kumwamini uendelee kuhukumiwa. John chapter 3 verse 16. Watu wote wanajua hiyo. Nasema nini? Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mmoja amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Verse 17 nasema hivi: Mungu hakumtuma mwanae Yesu Kristo ulimwenguni ahukumu ulimwengu, ila alimtuma ili kupitia yeye ulimwengu uokolewe. Yesu alikuja ili kupitia yeye tumwamini tuokolewe. Verse 18 nasema hivi of John 3: Wala wanayemwamini hawahukumiwi. Hiyo hukumu imeondolewa, na hiyo ndio wokovu. Wokovu ni kuondolewa hukumu. Maana mtu yote akizaliwa anazaliwa chini ya hukumu ya dhambi. Lakini ukikubali huyu Yesu aingie ndani yako, ukubali akusafishe, ukubali akusamehe, unaondolewa hukumu. Verse 18 nasema hivi: Amwaminie ahukumiwi, lakini asiyemwamini amekwisha hukumiwa, maana hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Kwa hivyo wokovu kwa njia fupi ni kuamini Yesu na ukubali aingie ndani ya moyo wako, na akiingia ukiri na kinywa chako ni Bwana na Mwokozi wangu. Na sasa nisipokuwa vyenye naishi si maybe tuseme naishi maisha kulingana na the 10 commandments. Sikunywi pombe, sikusi watu, naishi ina holy life, lakini sijaokoka. Nitahukumiwa aje? Okay. Kitabu cha Mathayo 19. Mathayo 19, ningetaka wale wanatusikiza enda soma hiyo kitabu. Yesu alipeana mfano wa mtu mmoja alikuwa anaitwa kijana, hakuitwa jina yake, anaitwa kijana, alikuwa tajiri. Alikuja kwa Yesu akamwambia, Yesu, nawezaje kurithi ufalme wa mbinguni? Ni kama alikuwa anauliza hivi, Yesu, nawezaje kuokoka? Na Yesu akamwambia, unajua vile sheria ya Mungu imesema, ile amri 10 vile ukitimiza hizo utakuwa mtu mzuri na utarithi ufalme wa mbinguni. Akasema hiyo tangia utotoni nimetimiza hiyo yote. Maandiko yanasema alikuwa anataka kujifanya mzuri. Aliambia Yesu tangia mwanzo nimefanya hiyo, nimetimiza hiyo sheria zote.
Na Yesu si anatujua sana. Yesu anajua mioyo yetu, alijua huyu anajifanya tu. Akamwambia, unajua ni mtu mzuri, na kweli alikuwa mtu mzuri. Alimwambia good master. Ya kwanza Yesu akamwambia, usiniite mwema. Ni mtu mmoja mwema tu ambaye ni Mungu. Na Yesu akijibu akamwambia, kuna kitu moja umebakia. Na ukifanya hiyo utarithi ufalme wa mbinguni. Ni kama anamaanisha ukifanya hiyo utaokolewa. Akamwambia ni kitu gani hiyo? Akamwambia, wewe naona kuna mali nyingi sana. Enda kauze hiyo mali zote. Ugawie maskini. Na ukifanya hivyo uje unifuate. Na utapata urithi wa ufalme wa milele. Maandiko yanasema huyo kijana alikasirika sana. Maandiko na mali nyingi, na akaondokea Yesu na hasira mingi. Inamaanishaje? Sio matendo yako. Wokovu imewekwa msingi yake. Ni kama mathematics. Formula ya kutafuta area of a circle inaitwa pi r squared. Ulisema hiyo? Si kweli? Hiyo ndio formula. Formula ya kutafuta the circumference of a circle inaitwa ni gani? Formula ya kutafuta circumference of a circle inaitwa pi d. Ni kusema hivi, huyu mtu amewekewa hesabu hii ya kutafuta area of a circle na peana jibu hapo. Ukitumia pi d utapata jibu? Utapata jibu? Hiyo sio swali hilo. Maana formula, kuna formula. Formula ya hii hesabu ni pi r squared. Ukitumia formula nyingine utapata jibu. Naye wokovu, watu wengi wanamaanisha wokovu ni kuacha dhambi, kuacha wizi, kuacha usharati, niache sigara, niache pombe. Hiyo sio wokovu. Kuna mtu akunywi, avuti sigara, avuti bangi, hawezi kuiba kitu ya mtu, hawezi kukutusi, sio msharati, ni mtu mzuri, lakini bado hajaokoka. Kwa nini? Kwa sababu formula imepeanwa. Formula ni gani ya wokovu? Ni kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wako. Na wenyewe formula ni iko correct. Formula ni yenye inahitajika. Iko correct. Lakini jibu ni wrong. Huyu mtu ameokoka lakini anafanya usherati, ni mwizi. Okay. Kitabu cha Yohana inasema yule mtu ambaye amempokea Mungu amepokea mbegu ya Mungu iko ndani yake. Na kwa hivyo hawezi kutenda dhambi. Maana mbegu ya Mungu inakaa ndani yake. Niseme hivi, mtu ambaye ameokoka anaweza anguka, ajipate amekosea. Lakini kwa sababu mbegu ya Mungu iko ndani yake, atajirudia na ende na atubu. Lakini kuna watu wameokoka na wanaishi kwa dhambi. Hawahukumiki, hakuna condemnation. Huyo mtu ndio Yesu alisema watu kama hao wataenda waseme tulikuwa tumeokoka, tunatoa mapepo kwa jina lako, tuliombea wagonjwa wakapona kwa jina lako, na hizo utawaambia mimi sikuwajua. Sikuwajua. Ni kweli kuokoka, kupenda Mungu ni kuchukia dhambi. Sio kuogopa dhambi, hapana, ni kuchukia dhambi. Ukisema unapenda Mungu, hatutasikia hiyo unasema. Tunataka kuangalia matendo. Tutaangalia matendo. Kusema umeokoka ni jambo moja. Tutaangalia matendo. Yesu akasema hivi, siku za mwisho watakuja manabii wa uongo na walimu wa uongo, na watafanya ishara nyingi, hata wataombea watu wapone,
wafanye miujiza mingi na watu mitume wakauliza Yesu, na kama ni hivyo tutawajuaje wale wa kweli na wale waongo? Yesu akasema nini? Alijibu aje? Unakumbuka Ernest? Alisema mtawajua kwa matendo yao. Mchungwa inaweza kudanganya iseme mimi ni ndimu. Unajua mchungwa kwa nini inazaa machungwa? Ndimu inajua kwa nini ndimu iko nini inazaa ndimu? Ndimu iwezi zaa machungwa. Yesu akasema mtawajua kwa matendo yao. Baada ya kusema nimeokoka, ulimwengu inaniangalia, ulimwengu inanitazama, wanataka kuona matendo yangu, maana mbegu ya Mungu ikaa ndani yangu, Mungu ataonekana. Kwa nini mitume waliitwa wa Kristo? Hawakujiita, waliitwa. Maana walisikizwa, wakaangaliwa, wakaona hawa wanafanya kama ule mtu anaitwa Kristo. Waitwa hawa ni wa Kristo. Na kama vile wanaweza kuangaliwa huyu mtoto anakaa kama Ernest. Hata mwingine anakaa kama Ernest. Hawa ni wa Ernest. Ilianza hivyo. Hawa ni wa Kristo. Hakuna jina Mkristo kwa Biblia. Waliitwa wa Kristo kwa sababu ya kuangaliwa, wakaonekana wanafanya kama Kristo. Naye mtu kusema ameokoka sio maneno tu, matendo. Bwana asifiwe sana. Watajulikana kwa matendo yao. Asante. 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 Imekuwa 1 hour 30 minutes. Yes. Unamaanisha? Tumemaliza 1 hour 30 minutes. Asanteni sana. Mungu awabariki sana na Mungu atende mema. Yes. Ningetaka tu tumalizie pia na maombi. Na kama vile wahoza amesema, ukipenda hiyo subscribe, share and you comment. Anza na like it, subscribe, comment and share with many. Yes. Bwana kubariki sana. Hata tuombe. Okay. Baba, kwa jina la Yesu tunakushukuru, tunakuinua kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa maneno ambayo tumeongea siku ya leo, mambo ambayo yanaguza imani yetu, mambo ambayo yanaguza challenges ambayo tunapitia. Bwana, mambo ambayo yanaguza wewe kupatikana kanisani. Tunaomba Bwana utakafunue mioyo yetu Bwana, tukujue zaidi na kuinua na kubariki. Asante kwa channel hii ya Ernest. Bwana, tunaona ikabarikiwe na ukaipanue zaidi Bwana, na utukufu ukakurudie. Kwa jina la Yesu tuomba na kuamini. Amen. Barikiwe sana. Mtu akitaka kunifikia, unaweza kunifikia kwa namba hii 0720 489 055. Narudia tena 0720 489 055. Jina ni Bishop John Goge wa JCM Church Barakamole. Asanteni, mbarikiwe. Asante. Na niwakumbushe, nyinyi mnasema Mungu hayuko kanisani. Hayuko kanisani. Yes. Wewe labda ulienda kanisa ukitaka uende upate Mungu amekalia kiti fulani hapo muone. Kumbuka Mungu hayuko kanisani. Yes. Ako ndani ya roho zetu. Yes. Till tupatane next week. Usubscribe, like na ushare pia ifikie watu wengi. Thank you so much. I was your host Ernest Wandere. Ukipenda sana Sir Ernest. Till next time.